Leo nataka tujifunze somo moja linaitwa jinsi unavyoweza kutoka pale ulipo na kufikia pale unapotakiwa kuwa katika maisha. Jinsi unavyoweza kutoka pale ulipo na ufike pale unapotakiwa kuwa. Yusufu aliona ndoto ya wapi anatakiwa kuwa katika maisha, na haikukuwa rahisi yeye kutoka kwenye ile level ya kuona ndoto mpaka kuja kuona ile ndoto ikikamilika. Kuna vitu kadhaa wa kadhaa alivyovifanya vikamtoa kwenye pale alipokuwa na mpaka kufika pale alitakiwa kuwa. Katika haya maisha wote tuna nafasi ambayo tunatakiwa kuwa, na hiyo nafasi mara nyingi huwa tunaiwaza kwenye akili zetu. Nilisema asubuhi, Mungu alitupa neema ya imagination, zawadi ya imagination. Uwe na waza vitu vya mbeleni. Hiyo inakuwaka ni utaratibu wa Mungu kukusaidia uwe natembelea future yako wakati wa sasa, ili ukiwa sasa hapa wakati wa sasa ujipange namna ya kuenda kwenye ile future ambayo Mungu anakuonyesha mara kwa mara. Wengi wetu tukikaa huwa tunawaza, labda ningekuwa hivi, labda ningekuwa hivi, labda ningefanya hivi, ningekuwa hivi. Hayo mawazo siwaze labda yanakuja kwenye akili yako bila sababu. Chochote ambacho Mungu anaruhusu akili yako ikiwaze ni kwa sababu amekupa uwezo wa kukua hicho kitu na uwezo wa kufanya hicho kitu. Narudia nichokisema, Mungu hawezi akasababisha akili yako kuwaza kitu ambacho hakukupa uwezo wa kukifanya. Mungu hawezi akaruhusu akili yako iwe na tafakari inawaza kitu ambacho hakupanga ukifikie katika maisha. Ile unakiwaza ni ishara mojawapo ya kuonyesha umebeba pia uwezo wa kukua hicho kitu. Kama unawaza nataka kuwa rais wa Tanzania, ndio kitu unachokiwaza ndani ya roho yako, inawezekana kabisa, na ukifanyia kazi hilo wazo unaweza ukaja kuwa rais wa Tanzania. Maana Mungu hawezi akaruhusu akili yako kuwaza kitu chochote ambacho hakukupa uwezo wa kukifanya. Kwa hiyo kuna kitu cha kufanya ili utoke hapo ulipo ufike sehemu nyingine katika maisha. Kila level uliofikia lina level yake ya juu. Kiwango ulichonacho sasa hivi kuna kiwango cha juu zaidi hapo ulipo. Sasa kitakachokutoa kwenye hiyo level kukufikia kwenye unatakiwa kuwa au ambapo unatamani kuwa ni ndoto, ni maono ulionayo. Aina ya maono uliobeba ina determine wapi utaishia. Kwenye utaenda na maisha inategemea aina ya maono ulioyabeba. Yusufu alikuja kufanikiwa kuwa waziri mkuu nchi ya ugeni kwa sababu ya maono, kwa sababu ya ndoto. Muulize jirani yako, ndoto yako ni nini ya maisha? Sasa kwa haraka sana, ni vitu gani ninavyotakiwa kuvifanya ili nitoke hapa nilipo nifikie sehemu ambayo natakiwa kuwa katika maisha? Ni vitu gani mimi kama mimi natakiwa kufanya au niwe navyo ili nitoke kwenye level niliyopo niende level nyingine? Kitu cha kwanza, lazima utambue na uwe na jua anwani ya wapi unaenda katika maisha. Unaenda wapi? Ndoto ni kama vile address ya kwenye unaenda. Unaishi kila siku kufanya nini? Maisha ni safari, na kama maisha ni safari, inabidi ujue unaelekea wapi na maisha. Kila siku uko naishi, unakucha, unaingia usiku. Maono yako, ndoto yako ni kitu gani? Hakuna kitu kibaya na hasara katika haya maisha ya kuishi kama kila siku unaamka haujui nini cha kufanya au hauna kazi yoyote ya kufanya. Hakuna hasara mbaya katika haya maisha kama kukosa kitu cha kufanya.
kila unapoamka asubuhi hauna sera, hauna kitu cha kufanya. Inabidi uelewe sababu ya Mungu kukuacha uendelee kuishi, ana kusudi na maisha yako. Kwa sababu hata mti pale nje ukiukata, ukanyeshewa na mvua, huo mti una matumaini ya kuota tena na kuzaa matunda. Inabidi na wewe ujue lengo la Mungu kukuacha uendelee kuishi ni kwa sababu kuna mpango maalum ndani ya agenda ya Mungu na maisha yako. Lakini wewe mwenyewe ukishakata tamaa na maisha yako, hakuna hata ndoto yoyote ulionayo, hakuna kitu unachokiwaza kukifanya, kwa sababu unawaza nao, mimi umri wangu umeshaenda. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 25 hadi 28. Huyu ni Mungu alikuwa anasema, nitamiminia roho yangu juu yenu na watoto wenu watapokea nini? Maono. Wazee nitawapa ndoto zao. Kwa nini Mungu anasema vijana atawapa maono na wazee atawapa ndoto? Maono ni kitu ambacho kwa sababu wewe ni kijana bado una nguvu na una muda mrefu wa kuishi, unaweza ukapokea maono ukayafanyia kazi na ukakamilisha. Kwa hiyo Mungu anawapa vijana maono, vile vitu wanavyotakiwa kuwa katika maisha. Mungu anawapa vijana maono kwa sababu bado wana nguvu, wanaweza wakayatendea kazi na wakayakamilisha. Wazee anawapa ndoto. Ndoto ni vile vitu ambavyo ulitamani kuwa, lakini kwa sababu ya changamoto mbalimbali za maisha haukufanikiwa kukamilisha hizo ndoto, lakini unaweza ukazidevelop, ukaachia watoto wako au wajukuu wako wakakamilisha hizo ndoto. Wengi wetu tunataka tufe na ndoto akilini. Kuna vitu ambavyo unajua, nilikuwa nataka nikamilishe kitu fulani, nilikuwa nataka niwe mtu wa namna hii, lakini kwa wakati wako haukufanikiwa. Hizo ndoto usife nazo. Ita watoto wako, waambie ndoto nilizokuwa nazo za maisha, hata kwamba mimi sikupata fursa ya kuzikamilisha, nilikuwa na ndoto hii na hii. Yeyote miongoni mwenu ambaye atapata nafasi aje akamilishe ndoto, inaweza kuwafanya kwa watu wakubwa. Usife na vitu rohoni bila kuongea na watoto. Anza kuongea na watoto wako bado uko mzima. Wengi wenu ni mpaka tu siku ile umeshawekwa huko siku za mwisho, tena hata usemi vizuri. Anza kuongea na watoto wako bado una nguvu. Nani amepokea kitu hapo? Kwa hiyo jua address ya unakoenda na maisha. Ndoto zako ni nini? Yusufu alikuwa anajua kabisa, alichonionyesha Mungu katika maisha yangu ni kuja kuwa mtu mkubwa, watu watakuwa wananinamia mimi. Ndo ndoto aliyoiona. Wewe ndoto yako ni nini? Ndoto yako ni nini? Ile ndoto yako ndo address ya unakoenda na maisha. Nataka niseme hivi, kama haujui kwenye unaenda, hauna address kamili ya kwenye unaenda, hata safari hautaanza. Nani ambaye anaweza kaanza safari ajui kwenye anaenda? Hiyo ni kukujibu kwa nini maisha yako iko tu kwenye level moja, kila mwaka anaenda mwaka rudi huko tu pale pale hivi. Ni kwa sababu haujui address ya wapi unaenda, hauna ndoto mpya za maisha, hauna picha kamili ya wapi unatakiwa kwenda na maisha. Hauwezi ukatoka pale kwenye huko, maana hauna address. Address ya kwenye unaenda ndio huwa inasababisha mtu anaanza safari. Niko naenda Kariako, niko naenda Sinza, niko naenda wapi? Lakini kama hujui address utatoka. Halo? Maisha ni safari. Na kama maisha ni safari, kitakachorahisisha hiyo safari ianzike kwanza ni kujua address ya wapi una. Niliwapa mfano asubuhi wa profesa mmoja ambaye alikuwa anasafiri. Huyu profesa akiwa kwenye basi alipoteza tiketi yake. Akaanza kutafuta tiketi yake. Kondakta anapita kukagua tiketi, akamwambia, prof, ninakujua, haina shida, wewe kaa chini, najua uwezi ukaingia kwenye basi bila kulipia tiketi, kaa chini prof, nakujua. Kondakta akaenda huku nyuma akakagua watu wengine. Aliporudi anakuta tu huyu prof yuko busy kutafuta ile tiketi yake. Kondakta tena anamwambia, prof, nimekuambia nakujua, najua uwezi ukaingia kwenye basi bila tiketi, kaa chini. Yule prof akamwambia kondakta, tatizo yangu sio ile tiketi,
kwenye ile tiketi niliandika anwani ya kule nina. Maana yake ni kusema bila ile tiketi hatafika wapi anaenda katika maisha. Usipojua anwani, address ya kwenye unaenda na maisha, kufika sio raha. Usiseme mimi umri umeshaenda, fursa zote nilizichezea. Una watoto, una wajukuu. Zile ndoto ulizokuwa nataka uzifanye wakati uko msichana, usikufe nazo. Ambia wajukuu wako, vijana njoni hapa, nilikuwa nataka kuwa afisa mkuu wa benki, lakini sikufanikiwa. Lakini ili uje kuwa afisa mkuu wa benki, unatakiwa ufanye hivi. Miongoni mwenu ambaye atakuwa na hiyo roho ya kutaka kuwa afisa mkuu wa benki, fanya hivi na hivi ambavyo mimi sikufanya. Fundisha watoto wako makosa uliyoyafanya, ili na wao wasiangukie hayo makosa. Wazazi tumekuwa chanzo cha watoto wetu kutokufanya vizuri, kwa sababu hatuwaambii makosa walioyafanya. Hapa mimi natoka nyumbani wiki iliyoisha, tulikuwa na kikao kikubwa cha familia. Nilikuwa nauliza baba yangu, sisi wote tumeshaoa, tumeshaliwa watano, wanaume 4 na dada yetu mmoja. Nilimuuliza baba yangu swali, tulikutana nyumbani kwa mara ya kwanza sisi wote watoto. Nikamuuliza baba yangu, tumeshaoa, haujawahi kutuambia hata siku moja changamoto ambazo nyewe mmezipitia za ndoa, ili sisi tujue hizo changamoto na tuzikwepe. Baba yangu aliniambia, nitakujibu wewe mwenyewe, sitajibu kwenye hili kundi. Na kati ya mama na baba, watoto wanajua mkorofi ni nani, wanajua. Nilikuwa namuuliza hizo swali nikijua mkorofi ni nani. Halo? Lakini nilichokuja kumwambia baada ya maongezi, nimwambia hivi, baba, sasa unaona wazazi, inaomba neema ya Mungu kwa mtoto aseme mimi sitaki kuwa kama baba yangu, nitakuwa mtu wa tofauti. Maana watoto walio wengi watakuwa wanabeba ile roho ya baba yake, na anakuwa na mtriti mke wake vile vile, maana anawaza ile ndo jinsi huwa wanamtriti mwanamke. Kwa hiyo wazazi, mko hapa, muwe na ndoto za kutaka watoto wenu wasiishie kama nyie. Waambieni watoto ndoto za vitu vizuri wanavyotakiwa kuwa. Waambie makosa mlioyafanya ya maisha, ili wao nao wasipitie hayo makosa. Hivi ninavyoongea hapa najua niko nawaambia kitu kipya ambacho hamuwazi kukifanya. Leo Mungu akusaidie uchukue hatua kuita watoto wako, anza kuwaambia mambo ambayo wewe ulikuwa nahangaika nayo. Changamoto ambazo unahisi, mimi nilikuwa na changamoto ya uongo, ndio ilinisababisha mimi nisiende mbali. Nilikuwa na changamoto ya wizi, nilikuwa na changamoto ya hivi, vitu ambavyo unajua ni sababu za wewe kutokwenda mbali katika maisha. Waambie watoto wako ili wasije wakaingia kwenye mteko huo ambao ulikuweka kwenye hayo maisha. Nani anapokea kitu hapa? Kwa hiyo tambua anwani ya wapi unaenda na maisha. Hiyo pointi ya kwanza mmeipata? Unaamka kila asubuhi, mwaka unakuja, mwaka unaenda, malengo yako ya maisha ni kukamilisha kitu gani? Ndoto zako za maisha ni kitu gani? Address gani ambayo unataka kufikia katika maisha? Hiyo ndio message tuko tunajifunza. Takachokutoa hapo kwenye huko uanze safari ya kuelekea sehemu nyingine ni kujua ndoto zako ni nini. Ni kuwa na ndoto na kuwa na anwani kamili kwenye kichwa chako, picha kamili ya wapi unataka kuwa katika maisha. Kitu cha pili, baada ya kuwa natambua anwani, kitu cha pili ni kutambua njia zitakazokusaidia kufikia kwenye malengo ya maisha au kwenye anwani unayoiendea katika maisha. Nilisema maisha ni safari. Cha kwanza, jua address. Cha pili, kila safari ina njia. Tambua njia unazotakiwa kuzitumia ili ufike pale unatakiwa kwenda. Mara nyingi Mungu atakuonyesha wapi unatakiwa kuwa. Mungu atakuonyesha njia mbalimbali ambazo utazipitia. Hapa kwenye njia mbalimbali namaanisha nini? Katika utafutaji maisha, katika maisha yetu, katika kila eneo la maisha yetu, kukamilisha mambo fulani katika kila sekta ya maisha,
kuna nini cha kufanya, na kama hauko tayari kufanya hicho kitu, usahau. Maisha yana principles. Nimeendesha gari hapa leo, hilo gari linatumia mafuta. Sasa mimi nikasema huwa napenda sana juice ya embe au napenda Azam juice. Kwenye ile gari sitaweka mafuta, nitaweka Azam juice. Sihitaji kuomba ili lile gari isitembee, kwa sababu hata nikiomba kuanzia leo mpaka kesho, ile gari haitatembea kama ina mafuta. Maana principle ya kusababisha ile gari litembee ni kuliwekea mafuta sahihi. Tumeelewana? Maana yake ni kusema nini? Chochote unachotaka kuwa katika haya maisha kina utaratibu wa kufuata, na kama hautaki kufuata huu utaratibu, sahau, hicho kitu hakitatokea. Nimeshawaambia kwenye madhabahu mara mingi, pesa haziji kwa kuomba na kufunga. Pesa zinakuja kwa kufanya kazi. Kwa hiyo kama unaomba Mungu akupe pesa, Mungu ampi mtu pesa asiyefanya kazi. Biblia inasema nitazibariki kazi za mikono yenu. Usipokuwa nafanya kazi, hauna chaneli ambayo Mungu ataitumia kukubariki. Maana chaneli moja tu kwenye Biblia ambayo Mungu ataitumia kukubariki ni kupitia kazi ya mikono yako. Sasa kama hauna kazi, Mungu atapitia wapi? Ndio maana kila unachotaka kuwa katika maisha kina njia zake, na lazima hizo njia uende uzitambue na uzifanyie kazi. Kama unataka kuanza biashara, lazima uende ufanye utafiti. Ni aina gani ya biashara, bidhaa gani unataka kuwa naiuza, na hiyo bidhaa utakuwa naipata wapi, kwa bei gani, masoko yako itakuwa ni wapi, na ukileta hizo bidhaa, je, kuna wanaozihitaji? Faida yako itakuwa kitu gani? Hiyo ndo kufanyia kazi njia ambazo unatakiwa kuzipitia kufika pale unatakiwa kuwa katika maisha. Pointi ya pili nilisema, ukitaka kutoka hapo ulipo ufike sehemu nyingine, lazima utambue njia utakazozipitia. Na Mungu hata kuonyesha njia mara nyingi, ni wewe mwenyewe uwe tayari kupambana na hizo njia. Kumbuka Yusufu. Hivi Yusufu baada ya Mungu kumwambia utakuja kuwa mtu mkubwa, alafu Mungu amwambie, lakini kabla uwe huyu mtu, kaka zako atakutuma kwenye shimo. Wakikutoa kwenye shimo watakuuza kwenye utumwa. Kule utumwani utakuwa ka house boy. Kazi yako itakuwa ni house boy. Ukiwa humu kwenye house boy, utashtakiwa kwa mashtaka ya uongo na utafungwa. Yusufu angeambiwa mrorongo wa njia atakazopitia, angemwambia Mungu, samahani, mimi siko interested kwenye cheo chako. Kaa na cheo chako, mimi sitaki. Mara nyingi Mungu ataficha njia ambayo utaipitia. Na kama hauko tayari, kitu cha tatu, nataka kutoka kwenye level moja kwenda nyingine, uwe tayari kulipa gharama zinazohitajika ili ufike wapi unataka kwenda na maisha. Uwe tayari kulipa nini? Yusufu alilipa gharama. Alikuwa ameshaona ndoto yake, wakamtupa kwenye shimo. Haina shida, hakulalamika. Inawezekana ujamaa kuanzia mwanzoni alikuwa anajua safari ya kuja kuwa mtu mkubwa katika maisha haikuwa safari ndogo. Ni hii generation yetu, hiki kizazi chetu ndio kinawaza vitu vinajitokeza tu kirahisi rahisi. Watu wajitume, nawaza tu mambo yatajitokeza. Neema ya Bwana itatosha. Nimeshawaambia siku moja, neema ya Bwana haitatosha kama aufanyie kazi yale yanayotakiwa kufanyiwa kazi. Mtu mmoja aseme amen. Hauwezi ukaamka kwako asubuhi unaenda kuvuna maharage ambayo haukupanda. Utakuwa taila kwamba mimi naenda kuvuna, unasema kuvuna, naenda kuvuna mahindi, na hujawahi panda mahindi sehemu yoyote, lakini unaamka kwako eti mimi naenda kuvuna mahindi. Watu watakuona una akili, kwa sababu chochote unachotaka kula matunda lazima uwe ulikifanyia kazi jana. Kesho yako inategemea kile unachokifanya leo, na ndio maana kesho yako inatakiwa ndoto yako ya leo. Utakavyokuwa leo
ni ndoto yako ya jana, na utakavyokuwa kesho ni ndoto yako ya leo. Uwe tayari kulipa gharama zitakazosababisha kesho uwe mtu mwingine. Usipokuwa na ndoto ya kesho, nataka nikamilishe kitu fulani. Mwaka huu 2023 niliandika Disemba 31 mwaka 2022, wakati tuko kwenye mkesha wa mwaka mpya, niliandika kwenye karatasi, mwaka 2023 utakuwa ni mwaka wangu wa maendeleo, mwaka wangu wa kujenga, mwaka wangu wa hivi na hivi. Tuko tayari mwezi wa 7. Mwaka wako wa kujenga uko wapi? Umeshajenga nini na nini? Halo? Uwe tayari kulipa gharama na kujifanyia pia evaluation ya wapi umeishia. Kitu cha tatu, nimeshasema kitu cha tatu ni kuwa tayari kulipa gharama. Kitu cha 4, kutokukata tamaa. Kutofanya nini? Kutokukata tamaa. Yusufu aliona kuwa mtu mkubwa, lakini akaanzia kwenye kutupwa shimoni na kaka zake. Na waza Yusufu alikuwa mtu kama wewe na mimi, anajiuliza, hivi Mungu ulinionyesha ndoto ya watu wananiinamia shimoni, tena hivi shimoni, kutupwa shimoni na ndugu zangu kunichukia, ndo kuinamiwa na watu. Haikuisha tu hapo, wamemtoa kwenye shimo, wakamuuza utumwani. Kule utumwani akawa kaka wa ndani wa kazi za ndani. Mnaitaka house boy, eh? House boy. Mungu uliniahidi nitakuwa mtu mkubwa, kazi ya house boy tena, mbona haviendani? Alikuwa tayari kulipa gharama katika kila hatua ya maisha. Akiwa kwenye huo house boy, wakamshtaki mashtaka ya uongo, akaenda jela. Akiwa humo jela tena anajiuliza, Mungu ulisema nitakuwa mtu mkubwa, mbona najikuta gerezani tena kwa mashtaka ya uongo kabisa? Yusufu hakukata tamaa, kwa sababu Biblia inasema akiwa mle gerezani bado Mungu alikuwa naye. Yusufu hakubadilisha tabia yake kwa sababu ya matukio yaliyokuwa na mkumba, kwamba na mimi nitakuwa mtu mbaya. Kuna watu wengine kwa sababu ya ubaya anaofanywa na watu wengine, yeye anaamua kuwa mbaya. Yusufu hakubadilisha status yake